Afrika Mashariki haitawahi sahau uwepo wa mtu huyu. Wengi walimuita gaidi na kiongozi wa jeshi asiye na utani kabisa, lakini kubwa zaidi, Watanzania hawatamsahau, hasa katika vita ya Kagera iliyopiganwa Oktoba 1978 hadi April 1979. Leo katika makala za ufichuzi ninamleta kwako Idi Amin Dada. Hii ni Jollyjazz Media na mimi ni MC Jollyjazz. Usisahau kusubscribe na kuturn on notification bell ili tuungane sote katika familia hii kubwa. Wafukunyuzi wa mambo ya kale na wanahistoria wanakiri kwamba hakuna anayejua Idi Amin alizaliwa lini na mwaka gani, kwa kuwa pia hata Idi Amin mwenyewe hakuruhusu kuandikwa kwa kumbukumbu yoyote ya maisha yake. Lakini wanahistoria hao wanakiri kwamba Idi Amin alitokea katika jamii ya Wakwawa, ambapo alipitia malezi ya mama bila baba. Lakini mwaka 1941 alianza kupokea mafunzo ya elimu ya shule ya msingi katika shule ya Kiislamu. Lakini alipotimu mwaka 1946 aliajiriwa kama msaidizi wa mpishi na baadaye alilazimishwa kujiunga na jeshi wakati wa vita ya pili ya dunia. Alihamishiwa nchini Kenya kwa mafunzo maalum mwaka 1947 ambapo pia alishiriki vita vya Mau Mau vilivyopiganwa mwaka 1952 huko nchini Kenya. Na baada ya vita ya pili ya dunia, Idi Amin alizidi kupanda cheo, ambapo baada ya uhuru wa Uganda mwaka 1962 alikuwa kapteni, halafu mwaka 1963 akawa meja. Ushujaa na kujituma kwake kulimfanya azidi kupanda vyeo, na mwaka 1959 Amin alipewa cheo cha kuwa afande afisa mteule, au kwa kimombo tunaita warrant officer. Hiki kilikuwa ni cheo cha juu zaidi kwa askari mweusi wa Kiafrika. Baada ya uasi wa wanajeshi katika Afrika Mashariki mwaka 1964, Idi Amin alipandishwa cheo na waziri mkuu wakati huo Milton Obote akawa makamu mkuu wa jeshi. Kutoka hapa alishirikiana na Obote katika hatua za kuimarisha utawala wa waziri mkuu. Wakati bunge la Uganda lilipotaka kufanya utafiti kuhusu mashtaka ya Obote kushiriki katika biashara ya siri ya pembe za ndovu kutoka Kongo, Obote alimfukuza mkuu wa dola Kabaka Mutesa na kisha akajitangaza yeye kuwa rais wa nchi ya Uganda. Kizio kikuu cha Amin alikuwa ni Obote, kwa kuwa alimpandisha cheo na kuwa kanali na mkuu wa jeshi. Lakini ilipofika wakati, Obote alienda kuhudhuria mkutano wa Jumuiya ya Madola, ambapo hapo ndipo ikatumika nafasi Idi Amin akajitangaza kuwa rais wa nchi ya Uganda mnamo Januari 25 mwaka 1971. Na baada ya kujitangaza kuwa rais mwaka 1971, waliompinga aliwapiga, aliwatesa na kuwaua, hasa wale waliokuwa upande wa Obote. Na kwa makadirio, inakadiriwa kwamba jumla ya watu 100,000 hadi 500,000 waliuawa katika miaka minne ya utawala wake. Aliharibu uchumi wa Uganda kwa ufisadi na majaribio ya kuongoza biashara. Na mnamo mwaka 1978 Idi Amin alianzisha vita dhidi ya Tanzania kwa kuvamia sehemu za mkoa wa Kagera. Rais wa wakati huu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Julius Nyerere, aliamua kumwondosha kabisa Idi Amin akiwa akishirikiana na jeshi la Tanzania. Idi Amin alitorokea nchini Libya, kisha Iraq na mwisho Saudia, na alikufa mjini Jeddah na kuzikwa huko tarehe 16 Agosti 2003. Swali unalojiuliza ni, unafikiri kweli alikuwa mla nyama za watu? Historia inakiri kwamba Idi Amin alikuwa miongoni mwa marais, madikteta na makatili, lakini pia inasemekana alimtumia Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza barua ya kimapenzi akimuomba amuoe, kwa kuwa tayari amekwisha jipatia vyeo vyote isipokuwa kuitwa mfalme. Idi Amin ana watoto zaidi ya 40 na wake 6, lakini licha ya ukatili wake huo hakuwahi kufikishwa mahakamani mpaka kifo kilipomkuta mwaka 2003. Lakini Idi Amin alijipatia vyeo vingi na hadi akajiita Field Marshal Idi Amin El Haji Dr. Idi Amin Dada. Na hapo tunafika mwisho wa makala za ufichuzi. Mimi ni MC Jollyjazz na hii ni Jollyjazz Media. Usisahau kusubscribe na kuturn on notification bell ili tukutane kwenye video inayofuata. Bye.